Waligani we ambaye unanitazama kwa muda huu hapa, ni kwamba ulisubiri episode ya 5 kwa uhakika wa hali ya juu sana na kwa hamu sana, na siku ya leo tumeweza kukuletea mgeni wako Hama, kukuletea episode yako ya 5. Leo tumeweza kuipata nafasi ya kipekee ya kukaa na kuketi na kiongozi wa chuo cha mafunzo stadi na huduma mkoa wa Kagera, yani VETA. Moja kwa moja siku ya leo tunaenda kupata nondo nyingi sana na tutaenda kupata vingi ambavyo tutaweza kujifunza kutokea hapa. Mimi naitwa Edmil TZ. Mgeni wetu, karibu sana kiongozi. Asante sana, pia niwakaribishe sana katika eneo letu hili chuo cha VETA mkoa wa Kagera. Mimi naitwa Athmani Musa, ni afisa rasilimali watu na kaimu mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Kagera. Okay, ni kaimu kama ulivyoweza kuzungumza. Moja kwa moja tungependa kufahamu mengi sana. Mwana Let's Know anatamani kujua vitu vingi sana kutokea kwako, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuweza kufahamisha umma, lakini pia watu waweze kujua mambo mengi sana kutokea hapa. Moja kwa moja tupeleke kwenye historia na malengo ya chuo. Ya kwanza kabisa tufahamu hiki chuo. Chuo kimejengwa na serikali ya watu wa China. Kimejengwa na watu wa serikali ya China kwa kugharimu takribani bilioni 22 bilioni 22 za Kitanzania. Bilioni 22 za Kitanzania, kama ambavyo mnaona majengo yetu yalivyo, yana standard ya kipekee kwa kweli. Ukifika hapa utaona mandhari yake na kila kitu kimekaa katika mpangilio mzuri. Chuo hiki baada ya kuwa kimemaliza kujengwa, kilianza kutoa mafunzo ya ufundi stadi tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2023. Kikiwa na fani 7 kwa kipindi hicho. Fani iliyokuwa ikitolewa kipindi hicho ya kwanza ilikuwa ni umeme. Fani ya pili ilikuwa ni ufundi wa mabomba. Fani nyingine ilikuwa ni uchomeleaji na uungaji wa vyuma, yani welding and metal fabrication. Lakini pia kuna fani ya uwashi, masonry and bricklaying. Fani nyingine ni uchoraji na upakaji wa rangi, painting and signwriting. Lakini pia kuna fani ya electronics ambayo ilikuwa ikitolewa, na ya mwisho wakati chuo kinaanza fani ya mwisho ilikuwa ikifundishwa ni fitter mechanics. Fani ambayo inahusiana na masuala ya uchongaji wa vyuma na ukelezaji. Kwa wakati kinaanza kilikuwa na fani 7. Lakini kwa sasa chuo hiki imeongezeka fani nyingine ya mechatronics baada ya kuwa tumeletewa vifaa na serikali ya Tanzania kupitia mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Kwa tutakuwa na fani ya 8 ya mechatronics. Hii ina masuala ya robotic, mambo ya kiroboti haya kwenye kama viwandani. Ukifika kiwandani utakuta kuna zile conveyor belt, kuna kupanga vitu, labda kitu kimeshazalishwa, mifuko ya sukari kwa mfano inainuliwa kwa winchi, kuna mitambo fulani kwa ajili ya kurahisisha kazi za viwandani. Kwa ni fani ya 8 ambayo imeanzishwa katika chuo hiki. Kwa kufikia mwaka huu 2025, chuo hiki kimeshahitimisha au kuna wanafunzi wa mwaka wa pili. Ujue chuo hiki kinatoa mafunzo kwa miaka 3. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili mwanafunzi ana graduate akipata cheti cha VC1. VC2 I mean. VC2 ikiwa ina maana gani? VC2 ni certificate ambayo anapewa mwanafunzi aliyekaa chuoni kwa muda wa miaka 2 na kufaulu masomo yote ambayo alikuwa akifundishwa. Lakini mwaka wa 3 unapatikana kwa mwanafunzi baada ya kuwa amehitimu miaka 2 yako ile ya lazima. Kwa anakwenda mwaka wa 3 katika fani ile baada ya kuwa amefaulu. Kwa hiyo jumla ya miaka ambayo anakaa mwanafunzi ni miaka 3. Sasa kwa mwaka 2024 wanafunzi kwa mara ya kwanza walimaliza ngazi ya pili na kutunukiwa hicho cheti cha VC2. Bahati nzuri wahitimu walikuwa 167 na wote walifanikiwa kufaulu mitihani yao. Kwa hiyo mwaka huu tuna wanafunzi wa ngazi ya kwanza, ya pili na ya 3
baada ya wanafunzi wengi kupata mafanikio katika ngazi ya pili, walitamani kujiunga na chuo hiki kwa ngazi ya 3. Kwa hiyo tuna wanafunzi wa ngazi zote 3 sasa. Okay. Hiyo ni historia fupi ya chuo chetu mpaka hapa ambapo tumefikia. Lakini pia chuo hiki kina stafu wa kutosha katika kila fani ambazo nimezitaja. At least kila fani unakuta kuna walimu wawili. Ndio. Zingine ni zaidi ya mwalimu wawili. Okay. Pengine kuna mwana Let's Know angeweza kujua vitu vingi sana kutokea kwako, ni pamoja na kuhusu mafanikio ya chuo. Mafanikio ya chuo ni mengi. Ndio. Mafanikio ya chuo ni mengi. Kwanza mafanikio ya kwanza ni kumpata mwanafunzi mwenye umahiri. Ndio. Ambaye anaweza kutoka hapa chuoni na kwenda kupambana na uhalisia wa maisha ya mtaani. Sawa sawa. Kwa kupata mbinu za kupambana, kujiajiri yeye mwenyewe na hata kuajiriwa. Kwa hivi tunavyoongea, kuna wanafunzi waliohitimu hapa wana mafanikio makubwa huko mtaani kwa sababu wamepata uwezo wa kujiajiri na kuajiriwa kupitia mafunzo walioyapata hapa chuoni. Ndio. Kuna miradi ipi mikubwa ambayo Kagera RVTSC inajivunia kushirikiana na nyinyi? Unamaanisha kwamba ushirikiano wa Kagera RVTSC na mkoa wa Kagera katika kutoa kupitia mradi ambao imeshafanya pamoja? Ndio. Kwa sasa mradi mkubwa ambao unaiunganisha chuo hiki na mkoa wa Kagera kwa ujumla au jamii ya mkoa wa Kagera. Kwa sasa tulitengeneza mitego. Ndio. Mitego ya senene. Sawa. Kama unavyojua jamii yetu ya Kagera, senene ni bidhaa adhimu sana. Ndio. Kwa hiyo kuna mitego ya kisasa ya senene ambayo imeandaliwa. Ambayo inasaidia tofauti na ile ya zamani ambayo ilikuwa kidogo ina shida katika afya za wale wategaji. Lakini tumeiboresha zaidi na sasa chuoni ipo. Kwa watu wa jamii ya Kagera wanafika hapa, wanapata hiyo bidhaa na wanaenda kuitumia kwa ajili ya kutega na kupata senene kwa ajili ya mazao ya chakula kwa upande wao. Okay. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao tayari mmeshawatoa na wamepata mafanikio makubwa. Mojawapo ya vitu ambavyo mmeweza kuvizingatia sana katika kutoa kila zao kwamba okay, huyu anapokwenda mtaani ameweza kuhitimu kwetu, ameweza kuleta 1 2 3. Ni sifa zipi ambazo mnazipokea kutoka kwa jamii? Upande wa jamii sifa ni kubwa. Unajua ili uone sifa ya kwanza ambayo tunaipata sisi. Unaweza usipate moja kwa moja, lakini unaweza kuangalia kupitia mwitikio wa jamii katika uhitaji wa kupata nafasi za mafunzo katika chuo chetu. Sawa sawa. Kwa sababu nimesema wanafunzi ambao tumewatoa ni mahiri na wana uwezo wa kufanya kazi nyingi kule mtaani. Ndio. Kuna vitu ambavyo wanavifanya. Nikutolee mfano, hapa tumekuwa na matukio mbalimbali ya kitaifa. Kwa mfano kuna maonyesho ya Sabasaba ni kweli ya kibiashara, lakini tuna maonyesho ya 88. Yale mabanda yale unayoyaona ndio vijana, yani wiring system ndio zilizofanyika katika hayo mabanda ndio ni miongoni mwa wanafunzi waliotoka katika chuo cha VETA mkoa wa Kagera. Wanakuwepo pale, ndio wanahakikisha mabanda yote yamefanywa wiring system kwa ajili ya bidhaa zinazotangazwa katika maonyesho hayo. Ndio. Kwa ukifika pale utaona tu kwamba yes, kuna kitu kinafanyika. Tofauti na walimu ambao wanafundisha huku, lakini kumbe hata wanafunzi mtaani wana msaada mkubwa sana kwa jamii. Okay. Moja kwa moja tungependa kuendelea kupata mambo mengi sana kutokea katika chuo cha VETA. Tunaitamani kujua kuhusiana na mafanikio ya chuo. Mafanikio ya chuo tangu kimeanza, nimekwambia ni chuo ambacho kimeanza mwaka 2023. Ndio. Huu ni mwaka wa 3. 2023, 2024 na huu ni mwaka wa 2025. Tangu kimeanza kutoa mafunzo ni miaka 3 sasa. Ni miaka 3 peke yake. Miaka 3. Ndio. Na maana kama ni intake za wanafunzi kumaliza masomo. Kwa wale wanafunzi wa ngazi ya pili wamemaliza mara moja. Huu mwaka watamaliza kwa mara ya pili. Ndio. Na wanafunzi waliomaliza ngazi ya 3 pia wamemaliza mara 2. Ndio. Walimaliza 2024 pia wamemaliza mwaka wa 2025. Sawa. Kwa hiyo ni miongoni mwa product nyingine
ambayo tunaipata, najaribu kukuelezea kwamba wakati tunaanza tulikuwa na wanafunzi wachache sana. Kwa mafanikio mengine ni kuongeza idadi ya wanafunzi wa kuja kujifunza katika chuo chetu. Ndio. Tulianza na wanafunzi walikuwa 167 ambao ndio waliohitimu. Okay. Lakini kwa sasa tunavyoongea chuo kimedahiri wanafunzi 503. 503. Ndio. Wanafunzi wa kozi za muda mrefu. Okay. Lakini pia tuna wanafunzi wa kozi za muda mfupi ambao wanahitimu kila baada ya miezi 6. Kwa sasa kwa mwaka huu, hiyo ndio changamoto kidogo ambayo bado inaleta nani, kwa sababu ya miundombinu ya jiografia ya eneo letu la chuo. Chuo hiki kina kozi za muda mfupi nyingi sana. Ndio. Lakini kuna changamoto ya usafiri kutoka mjini kuja huku. Sawa. Kwa kuna wanafunzi kama 150 wa kozi za muda mfupi ambao wamepata mafunzo na kuhitimu katika hicho kipindi. Ndio. Kwa sasa hivi ukijumlisha idadi ya wanafunzi ambao tuko nao, kuna 503 ambao ni wanafunzi wa kozi za muda mrefu, lakini kwa mwaka huu wanafunzi kama 100 ambao 50 walimaliza mwezi wa 6, lakini tuna 50 ambao wanaendelea na mafunzo ya kozi za muda. Ndio. Kwa ni kama wanafunzi 600 kama na 3 hivi. Ndio. Ambao chuo hiki kwa mwaka kimeweza kuaccommodate. Sasa ukiangalia kwa jinsi tulivyoanza, kwa uchache wa wanafunzi tulio nao na kwa waliofikia kwa sasa, ni mafanikio makubwa sana. Sawa. Na hii inaonyesha kwamba jamii imekubali kazi ambayo inafanywa katika chuo hiki. Sawa. Moja kwa moja tungependa kufahamu kuhusiana na mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Mazingira ya kujifunzia ni mazuri. Naam. Kwanza kama unavyoangalia, tuna miundombinu mizuri. Sawa. Tuna madarasa mazuri. Ndio. Tuna vifaa vya kujifunzia vizuri. Ndio. Tuna walimu wazuri wenye sifa. Lakini pia mazingira menyewe tu kijiografia yanavutia kumweka mwanafunzi kwa utulivu. Ndio. Kila kitu kinapatikana hapa. Maji yapo, umeme upo, vya kujifunzia vipo, na tumejitahidi hata huduma ndogo ndogo, mahitaji madogo ya mwanafunzi kuyapata akiwa ndani ya eneo la chuo. Ndio. Kwa hiyo mazingira ya kujifunzia na kujifunza ni mazuri. Yana kila kitu ambacho kinaweza kumsaidia mwanafunzi kupata kile ambacho kilimleta hapa chuoni. Ndio. Mara pengine Kagera RVTSC inawawezaje ama inamwezesha vipi ama inatengeneza mazingira gani rafiki kwa ajili ya wanafunzi wengine wajao? Mazingira rafiki ndio ambayo yanatengenezwa na chuo. Ndio. Kwanza ni kuhakikisha kwamba miundombinu iliyopo tunailinda. Ndio. Vifaa vya mafunzo tunahakikisha vipo katika hali nzuri muda wote. Ndio. Ukipita katika karakana zetu, zile mashine ambazo zinatumika zinafanywa service mara kwa mara. Lakini haturuhusu uharibifu wote katika majengo yetu. Kwa hiyo hayo tosha ni maandalizi wanapohitimu wanafunzi wengine na wanapokuja wanafunzi wengine kuja kupata ubora ule wa mafunzo walioyapitia wenzao. Kwa mazingira yako namna hiyo. Ni kwa namna gani chuo kinahakikisha kinawapa walimu elimu ya kutosha ama mafunzo ya kutosha sambamba ili iweze kuendana na mabadiliko ya teknolojia iliyopo kwa sasa? Sisi mimi naishukuru binafsi Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA. Ndio. Imekuwa na hizi program nyingi sana kwa wanafunzi. Ndio. Kwa walimu. Sasa hivi walimu wanajifunza teknolojia moja ni AI. Artificial Intelligence. Okay. Namna ambavyo mafunzo yanatakiwa kuendeshwa kutumia teknolojia hiyo mpya kabisa. Ndio. Kwa kuna session ambazo zinaendeshwa kupitia Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Ndio. Kwa njia ya Zoom. Ile ni kozi ambayo itachukua takriban miezi kama ni miezi miwili ya walimu wanapata hizo session. Ndio. Hiyo ni moja, hiyo ni kupitia Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi yenyewe. Lakini kupitia taasisi yetu kama chuo, tunapopata fursa ya
mwalimu kumpeleka katika attachments mbalimbali. Kwa mfano, mwalimu wa fani labda ya uchomeleaji, ndio mwalimu labda fani ya fitter mechanics, ameona kuna kitu ambacho ni very current kwa jamii tulionayo, ndio kinapatikana katika kiwanda fulani au kinapatikana katika taasisi fulani, ndio anaomba. Akiomba kama chuo binafsi, kinamchukua yule mwalimu, kinampeleka kwa attachment, ndio ya mafunzo hayo, hata kama ni wiki moja au 2, ndio akirudi anakuwa competent katika hiyo area na anakuwa na uwezo mkubwa wa kudeliver ile material kwa wanafunzi. Okay. Kwa ni utaratibu ambao tunaufanya. Lakini kingine, sisi VETA tuna chuo cha mafunzo ya ufundi stadi cha walimu. Ndio. Kwa walimu, kwa mfano kwa sasa kuna proposal ya walimu wengi kupata mafunzo bure. Ndio. Kuna walimu kama 2 ambao sasa hivi wanapata mafunzo ya ufundi stadi, kunolewa kwa kazi ambao wanaifanya. Yanaendelea mpaka sasa hivi. Okay. Kwa kuna program kama 3. Kuna program kitaifa, lakini kuna program inatolewa chuo na kuna program ambayo inatolewa na chuo chetu cha mafunzo ya ufundi stadi ya VETA. Kwa hizo kozi fupi kwa walimu wanazipata vizuri kabisa bila changamoto. Ningependa kwenda mbali zaidi hapa kwenye kozi mbalimbali ambazo zimetolewa. Ni kozi zipi na program zipi zinatolewa na chuo kwa sasa na zipo zinapewa kipaumbele zaidi? Kozi zinazotolewa kwa chuo kwa sasa au zinazopewa kipaumbele na chuo kwa sasa ni zote ambazo zimesajiliwa kufundishwa katika chuo hiki. Ndio. Nimekutajia kozi ambazo zina wanafunzi wa kozi za muda mrefu na wanafunzi wa kozi za muda mfupi. Ndio. Nimekutajia kozi 7. Kozi 7 hizo ambazo zina wanafunzi wote wa aina 2. Wanafunzi wa muda mrefu na wanafunzi wa muda mfupi. Wakiwemo wanafunzi wa wanawake na Samia. Ndio. Kuna program moja ambayo Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi kupitia mkurugenzi mkuu ndio inafanya kuhakikisha kwamba wanawake wote nchini wanapewa ujuzi wa mafunzo ndio ya ufundi stadi. Hiyo ni kozi ya muda mfupi. Walipewa fursa wanawake kuchagua fani yoyote ambayo wanaitaka na kupata mafunzo katika chuo chochote cha VETA nchini. Kwa hiyo wapo. Ndio. Fani tunazotoa nimekutajia ya kwanza ni hiyo electrical, manake umeme. Lakini tuna fani ya electronics, tuna fani ya fitter mechanics, uchongaji na ukelezaji wa vyuma, lakini tuna welding and metal fabrication, mambo ya uungaji na uchomeleaji wa vyuma. Ndio. Lakini pia tuna fani ya ujenzi au uwashi. Tuna fani ya ufundi mabomba. Ndio. Tuna fani ya uchoraji. Inaitwa painting and sign writing. Sawa? Lakini pia wanafunzi wetu hapa sisi wote wanasoma kompyuta. Ndio. Yaani mwanafunzi yoyote anayehitimu katika chuo chetu ndio lazima apate mafunzo ya kompyuta. Sawa. Kwa wanafundishwa pia. Ndio. Kwa sasa tumepokea vifaa. Ndio. Tumepokea vifaa vya mechatronics. Mechatronics ni karakana ambayo ilikuwa haijaletewa bado vifaa. Lakini bahati nzuri vifaa sasa vimekuja. Kwa tunatarajia iwe fani ya 8 ambayo itaanza kutoa mafunzo ya kozi za muda mfupi, lakini pia kufikia mwakani tutakuwa na kozi za muda mrefu kupitia mechatronics. Hii hapa Let's Know. Naam, kiongozi, kuna fursa za ufadhili au ushirikiano wa kimataifa ambazo mwanafunzi wa Kagera RVTSC wananufaika nazo? Kwa sasa wanafunzi wa chuo chetu ndio bado hawajaanza kunufaika na ufadhili wa kimataifa. Ndio. Lakini tuna exposure kubwa na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China. Sawa. Kupitia mahusiano ambayo tumeendelea kuyajenga. Ndio. Kama chuo. Ambapo mkuu wa chuo alipata fursa ya kufika China akiwa na baadhi ya staff kama 5 hivi. Ndio. Katika vyuo vya ufundi ndio vya Jamhuri ya Watu wa China. Sasa kufika kule manake kitu ambacho tumekiomba kifanyike kati ya serikali ya watu wa China
na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chuo chetu ni ile tunaita exchange of skills ambayo inaweza ikafanyika, kwamba wanafunzi wa kule sometime waje huku kujifunza lakini pia na wanafunzi wa huku watoke kwenda China kujifunza. Sasa swala lile endapo litapita basi wanafunzi wa hapa watanufaika pakubwa. Ndio. Huo mpango tumeshautengeneza lakini bado tu haujazaa matunda. Lakini kwa ndani kuna wanafunzi ambao wamekuwa wakipata ufadhili. Ndio. Kuna wanafunzi 20 walipata ufadhili wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wamesomeshwa hapa miaka 2. Wamehitimu na waliofaulu ngazi ya 2 wakatamani kuendelea na ngazi ya 3, wanaendelea na ufadhili wa Mheshimiwa Rais. Lakini kwa nje ya nchi taratibu tumeshafanya juhudi za kutosha, na kwa sababu kiongozi mkuu wa chuo na baadhi ya staff tayari wameshafika China, tunaamini kabisa kuna siku mambo yatakaa sawa. Na hata kesho tunatarajia kumpata mgeni ambaye ni kiongozi aliyeshiriki katika kusimamia ujenzi wa kichuo. Ndio. Kwa bado tunaendelea kufanya mawasiliano ya namna hiyo ambayo nafikiri yatakuwa ni mazuri sana endapo tutafanikiwa. Okay, asante sana. Chuo kimechangiaje katika kuinua ujuzi na kupunguza tatizo la ajira kwa vijana wengi? Chuo kimechangia pakubwa. Chuo kimechangia pakubwa. Nikitoa mfano wa wanafunzi waliohitimu mwaka jana mwezi Disemba, asilimia kubwa ya wale vijana ukikutana nao mtaani, aidha unakuta mtu kaajiriwa sehemu au amejiajiri kufanya kazi fulani ambayo inamuingizia kipato. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo chuo kinakuwa kimesaidia kwa kiwango kikubwa sana kutoa ajira kwa vijana ambao wamepitia chuo hiki. Ndio. Na kupunguza vijana wengi kurandaranda kule mtaani ambao huenda walikuwa hawana ujuzi na hawana namna jinsi ya kujikwamua katika. Ndio. Kwa chuo kimesaidia pakubwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba chuo kimeweza kutoa ajira nyingi, lakini pia kimeweza kuwafanya vijana wengi kupata kujiajiri wenyewe. Okay, asante sana. Nadhani mkuu, tunaweza tukasema kwamba kuna baadhi ya maisha ambayo yapo tofauti na upande wa chuo. Labda tungependa kujua maisha yako kwa kifupi sana. Ni nini kinachokufanya au nini kilikufanya wewe kama wewe kuingia kwenye ile sekta ya elimu ya ufunzo wa vyuo vya VETA? Kilicho ni impress kuingia katika mafunzo ya ufundi. Naam. Au kufanya kazi katika taasisi ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi. Ndio. Kwanza nimekuwa na interest kubwa sana. Nimekuwa na interest kubwa kabla ya kuingia kwenye mamlaka ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi. Ndio. Kupeleka vijana ambao walikuwa chini yangu ili waweze kupata mafunzo. Ndio. Ambao walifanikiwa kabla mimi sijajiunga na chuo na mafunzo kufanya kazi katika chuo cha mafunzo ya ufundi stadi. Ndio. Niliwahi kupeleka mwanafunzi mmoja akajifunza fani ya mabomba. Nikapeleka mwanafunzi mwingine ambaye alijifunza fani ya welding. Ndio. Nikapeleka mwanafunzi mwingine ambaye alikuwa akijifunza fani ya magari. Wale vijana baada ya muda mfupi walifanya mafanikio fulani makubwa. Ndio. Ambayo yaliwasaidia wao wenyewe kwanza kumudu maisha yao, kusaidia wengine waliokuwa chini. Kwa mimi nilipopata fursa ya kuja kujiunga na taasisi inayotoa mafunzo ya ufundi stadi, nilihisi ni sehemu ambayo ni sahihi sana kwa upande wangu. Ndio. Kwa sababu tayari nafahamu product na mambo mazuri yanayotolewa katika taasisi. Kwa hiyo nitamani kuwa mmoja wapo ili niweze kuweka nguvu. Ndio. Ya kuenda mbali zaidi katika utoaji wa elimu. Tungependa je, unapokuwa nyumbani au ukitoka katika eneo lako la kazi ukaelekea nyumbani, ni vitu vipi ama ni shughuli zipi huwa unapendelea kuzifanya mara kwa mara?
Ya, unajua katika masuala ya nyumbani, binafsi mimi ni mtoto wa mkulima. Ndio. Napenda sana shughuli za shamba. Naam. Kwa hiyo uwepo wangu katika taasisi hii kuna vitu vingi ambavyo navipata. Ndio. Kuna vitendea kazi ambavyo naona kabisa kwamba nikipita karakana nikaweka oda yangu ya vifaa, maana pamoja na kwamba sisi ni watumishi, lakini haturuhusi kuchukua vitu ambavyo vina tunavipata kupitia utaratibu fulani hivi. Ndio. Kwa unapata vitendea kazi, hata vile vijembe vya kulimia bustani, kupalia majani shambani, vinapatikana kupitia hii. Kwa hiyo nikiwa nyumbani napenda sana kutumia product ya chuo changu kufanya shughuli zangu za shamba. Ndio. Kubwa hicho nakipenda zaidi ninapokuwa nje ya mazingira yangu ya kazi. Okay, kuna timu za Tanzania ambazo zinashiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Wewe ni shabiki wa timu gani? Ujue kuna, of course sio lazima kwa nchi yetu kwamba ukiwa Mtanzania lazima uwe shabiki wa timu fulani mbili kubwa. Ndio. Lakini sasa mimi binafsi kuna timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana hapa Tanzania. Ndio. Nafikiri ukichukua miaka 10 nyuma kuna timu inaitwa Wanalunyasi. Wanalunyasi. Wanalunyasi bana ni timu moja kubwa sana hapa Tanzania. Ndio. Imeweza kuimpress timu nyingi kufanya vizuri kwa sasa. Kwa ule utayari wa ile timu kuvuta wengine umenifanya pia niwe mpenzi mkubwa sana wa hiyo timu. Naipenda sana hiyo timu. Ndio. Wanalunyasi kwa maana ipi? Maanake kuna mwingine ambaye anatutazama sasa hivi lakini hajaweza kufahamu kwa ukubwa zaidi. Wanalunyasi ni timu gani? Wanalunyasi ni timu ya Simba Sports Club. Simba Sports Club. Ndio. Kwa mshabiki anayejua timu za Tanzania, ukisema jina Wanalunyasi ni kitu ambacho kinajulikana kwa sababu kuna kazi kubwa nyuma yake. Ndio. Ambayo imeshafanyika. Ndio. Kazi hii inahitaji uongozi ama uongozi wa nguvu zaidi. Yaani uwe ni kiongozi ambaye ni shupavu zaidi. Unashughulikiaje msongo wa kazi? Mara nyingi sana upo nyumbani, labda umemaliza tayari majukumu yako jioni, umekaa pale nyumbani umepumzika, lakini sasa msongo ule wa kazi ya mchana kutwa na umetumia nguvu kubwa sana. Wewe unashughulikiaje huo msongo wako wa kazi? Akili kuna namna nyingi ya kuweza kuiweka ikae angalau flexible. Ndio. Cha kwanza unatakiwa ujipe muda. Pamoja na majukumu mengine ya kazi, lakini unapofika nyumbani, ndio, unajipa majukumu mengine ya kifamilia. Ndio. Unajaribu kujitoa kidogo kuhusiana na mazingira ya kazi uliotoka na kurudi nyumbani. Ndio. Tumeongelea swala la kwamba nikiwa nje ya kazi nafanya nini. Nasema napenda sana kilimo. Sasa. Lakini pia umeniuliza kuhusu swala la timu. Napenda, yani kwa kutajia Simba maana yake mimi ni mwana michezo. Ndio. Napenda sana kuangalia michezo. Sema wewe ni mwana Simba. Mimi ni mwana Simba. Ndio. Kwa napenda sana kuangalia mechi mbalimbali za Ulaya na ndani ya nchi. Kwa kupitia entertainment hizo, kichwa changu nakiweka tayari kwa ajili ya kazi za kesho. Ndio. Kila mtu ana siri ndogo ya mafanikio yake. Kwa upande wako ikoje? Kwanza mafanikio ya kwanza ni kuweza kumaintain afya yangu. Ndio. Nashukuru kiafya niko salama. Ndio. Ni swala kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Au ni mafanikio kwa sababu kwa umri ambao nimefikia na afya yangu kama naiona iko sawa, ni jambo la kushukuru. Lakini kingine natimiza majukumu yangu ya kazi. Ndio. Au ni mafanikio vizuri kwa kipindi chote. Ndio. Na kupitia kazi yangu basi kuna mafanikio kwa sababu familia yangu sasa imesimama. Ndio. Na mke wangu mmoja na watoto wangu 4 wanasoma, wanaishi nyumbani kwao. Ndio. Ni mafanikio makubwa sana. Sawa. Sababu shule, familia ni vitu ambavyo vikiwa stable basi hata majukumu mengine yanaenda vizuri. Ndio. Hayo ndio mafanikio yangu. Je, ungependa kubadilisha ama ungependa kubadilisha kitu kimoja
kuhusu maisha yako, je, ungebadilisha kitu gani? Yani ungepewa ubadilishe kitu kimoja kwenye maisha yako, je, ungependa kubadilisha kitu gani kwenye maisha yako, labda ya awali na ya sasa? Hebu liulize vizuri swali hilo. Okay. Je, ungependa kubadilisha kitu gani kimoja kuhusu maisha yako ya awali au ya sasa? Ungebadilisha kitu gani? Ningeambiwa nibadilishe maisha yangu ya awali. Labda utoe katika kitu kimoja, useme utoe kimoja. Je, ungetoa kitu gani? Kidogo ni swali challenging, lakini nitajitahidi nikujibu. Ndio. Mimi naamini kwamba tulikotoka ndio huenda kulikuwa kuna madhaifu ya kushindwa kuperform baadhi ya mambo. Ndio. Lakini kadri siku zinavyokwenda kuna experience fulani inakuwa inatokea. Ndio. Kwa hiyo tunajaribu kuona ni jinsi gani unaweza kuimprove vitu ili mambo yaweze kukaa sawa. Ndio. Light kama ningepewa fursa nyingine. Naam. Ya kuongeza, sio kupunguza. Ya kuongeza. Basi mimi ningependa kuwa fundi mmoja mkubwa sana. Ndio. Ambaye naendana na wakati uliopo kwa sasa. Sawa. Kwa mwisho kabisa, kwa siku ya leo, ni changamoto gani kubwa zaidi uliwahi kukumbana nayo kuwa kama mkuu wa chuo, na ulijifunza vipi, au ile changamoto ilikufundisha nini? Changamoto kwa hapa, kwa mfano nichukulie tu mazingira nilionayo kwa hapa. Ndio. Kuna changamoto ambazo zinaleta mafunzo. Naam. Na kuna changamoto zingine unaweza kuiona hii hapa na ikwepa vipi. Kwa mazingira yetu ya kiutendaji, changamoto kubwa ambayo inanifanya niwaze sana. Naam. Ni mazingira ambayo chuo hiki ndio inatakiwa kufanya mambo makubwa zaidi. Ndio. Ukiangalia jiografia ya chuo chetu iko pembeni kidogo na ndio maana unaona najaribu kutumia hizi media. Ndio. Ili angalau kutengeneza exposure kubwa. Ndio. Watu waweze kufahamu chuo kina vitu gani vya msingi. Ili taarifa hizi ziwafikie. Ndio. Na waweze kunufaika na kile kitu ambacho kimewekwa hapo. Hii naiona kwangu ni changamoto, ingawa natumia kila namna ili kuhakikisha kwamba taarifa na ubora wa mambo yanayotolewa katika chuo hiki yanawafikia wananchi au wadau wanaohitaji wa elimu au mafunzo yanayotolewa katika eneo. Ndio. Hiyo ndio changamoto pekee ambayo naipata. Ndio. Ingawa natumia kila namna ili kufikia. Changamoto nyingine ambayo naiweka hapo, naangalia mazingira ya chuo kilipo na namna ya usafiri kwa wale ambao wanahitaji. Hiki chuo kila mtu akifika anahitaji. Ndio. Anahitaji kwa sababu nyingi. Kuna walimu bora, kuna miundombinu safi, kuna vitendea kazi safi. Lakini anafikaje hapa? Ndio. Kupata elimu. Anahitaji apate usafiri. Unajua tofauti na mikoa mingine, Kagera haina hizi ice kwa ajili ya usafiri wa bei nafuu. Ndio. Mtu kutoka mjini mpaka hapa anatumia 4,000 kufika chuoni. Akirudi na bodaboda anaweza kutumia labda 8,000. Sasa kwa mwanafunzi au kwa mdau ambaye yuko chini kiuchumi, ndio, pamoja na uhitaji alionao, hawezi kuweza. Sasa hiyo ni changamoto ambayo mimi naiona kwangu. Pamoja na kwamba napambana nao kuhakikisha kwamba inapatiwa ufumbuzi, lakini hiyo ndio napambana nao kwa sasa. Sawa. Asante sana mkuu wa chuo, na moja kwa moja mwana Let's Know, nadhani utakuwa umeweza kupata
funzo, lakini pia utaweza kuwa umechota madini ya kutosha. Hii ni episode ya 5 ya Let's Know, na bila kusahau kuwa unaendelea kutucheki pale kupitia page zetu za mitandao ya kijamii, ambapo kwenye YouTube channel utaweza kutuona sisi kama On The Spot Trending. Subscribe, lakini pia share kwa wingi, na bila kusahau kusambaza link kwa wengi ili waweze kuishuhudia kwa wingi sana, na bila kusahau turn notification, ambapo utakuwa ukipata notification kile tunachokuwekea hapo kwenye simu janja yako. Lakini pia usisahau kutucheki kupitia mitandao yetu ya Instagram, ambapo utaweza kutucheki kama Let's Know. Subscribe ama follow, share kwa wingi kwa kila mmoja aweze kutufahamu kwa urefu zaidi. Mimi naitwa Edmey Tizel, na bila kusahau kuwa tulikuwa na Downtown Boutique ambao wameweza kutupa muonekano wa mavazi kama mnavyoweza kuona, lakini bila kusahau kuwa behind the camera yupo mwanangu kabisa wa dhati wa kuitwa J Official, lakini pia main director wa kuitwa Absisa. Much respect kwenu nyinyi. Tuendelee kuifuatilia episode ya 5 kwa sasa, lakini ya 6 is coming up next. Neno lako la mwisho kabisa katika kipindi chetu cha leo, una lipi la kumwambia mwana Let's Know ili aweze kulifahamu kutokea kwako? Yeah, mimi kitu ambacho naweza kumwambia mwana Let's Know kwamba jamii ibadilike. Naam. Jamii ibadilike kwa maana kwamba tulizoea zamani unaweza ukamaliza shule na ukapata kazi. Umemaliza form 4, kesho umepata kazi. Umemaliza form 6, kesho umepata kazi. Umemaliza chuo kikuu, umepata kazi. Sasa hii mentality ambayo tumekuwa nayo tangu zamani kwamba tunasoma ili tuweze kuajiriwa, sehemu pekee ambapo inaweza ikabadilishwa ni sehemu ambapo mafunzo ya ufundi stadi yanatolewa. Mafunzo ya ufundi stadi yanamtengeneza mtu awe na sifa mbili: awe na uwezo wa kujiajiri yeye mwenyewe na awe na uwezo wa kuajiriwa. Ndio. Lakini pia ana uwezo wa kuajiriwa na kufanya mambo yake binafsi akiwa ndani ya ajira yake. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana na wasomi waliopo katika nchi yetu waweze kulitambua hilo, kwamba ili tupate tu fursa nzuri bila kujali elimu tulizonazo, kila mwananchi ajifunze ufundi stadi. Itakuwa ni manufaa makubwa sana kwa nchi yetu na tutapiga hatua kwa haraka sana. Kwa wito wangu ni kwa wasii wananchi, hasa vijana, badala ya kuzurura na kutembea mtaani bila ramani yoyote ya maisha, wajifunze, waje kwenye vyuo vya ufundi. Kama upo Kagera hapa, wakaribishwe sana katika chuo chetu. Kina vifaa vya kutosha, kina walimu bora, kina mazingira mazuri ya kujifunzia. Lakini pia kama changamoto yangu inavyosema kwamba basi ipatikane namna ya kurahisisha usafiri kutoka sehemu mbalimbali kwa gharama ndogo, ili wananchi wengi waweze kupata fursa ya kupata mafunzo katika eneo hili. Kwa kweli kama mkuu wa chuo, ningependa kuona watu wengi wanafaidika na rasilimali zilizowekwa katika chuo hiki ambao ni mali ya Watanzania wote. Niwashukuru sana. Kufika kwenu nyie ni mafanikio kwetu sisi kama chuo, lakini mafanikio kwa Watanzania wote watakaopata fursa ya kupata ujumbe huu ambao tumeufikisha kwao. Hii hapa Let's Know.